Hey guys, welcome back. So leo nataka kureactia video mbili. Moja ni ya Matiang'i vile alikuwa Narok, na ingine ni ya Rigiji alikuwa Kajiado. So jana Matiang'i alikuwa accompanied to Narok na George Natembeya, Peter Munya na brother ya Uhuru anaitwa Muhoho Kenyatta. So kwa hiyo meeting ili happen, Uhuru aka make a phone call. Acha tusikie alisemaje. Former President Uhuru Kenyatta has told off critics who fault him whenever he speaks on matters affecting the nation. Uhuru, while addressing a political gathering in Narok via his brother Muhoho Kenyatta's phone, said he feels confined and at times he finds it difficult attending public gatherings. And as Crispin Otieno now reports, the former president called upon Kenyans to rally behind Dr. Fred Matiang'i owing to his... Vile mnasikia vile Uhuru anasema ana feel hiyo freedom ya kupika side imekuwa violated, so inakuwa ngumu kwake ku attend any rallies. That's why nikidhani ndo alimeki phone call a communicate to his people. He speaks on matters affecting the nation, saying not even President Moi was gagged in that manner. Ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu, nina haki ya kusimama na chama changu, nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta, lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee. I think Kenya tunahitaji freedom of speech. Hata ukimaliza term yako as a president bado uko na say. You are allowed, we are living in a democratic country, so uko allowed to choose any side you want. Kama Uhuru Kenyatta ana prefer Matiang'i, I think you iko tu sawa, as in tunafaa kuwa na hiyo freedom, tunafaa kujua kila mtu ako na preference na zinafaa kukuwa nasemaje, respected, unaona. So kama USA, unaona kama Obama alimaliza sijui alimaliza when, sikumbuki vizuri, but unaona bado ana call the shots, as in akona ile freedom ya kuchoose any side anataka politically, unaona. So I think your freedom inafaa kuwa allowed Kenya. Cha tuendelee. Kiungana kwa sababu walichaguliwa pamoja na huyo kifaru ya kazi mheshimiwa Bwana Matiang'i, ambaye mimi namjua kwa siasa kidogo, lakini kwa kazi hamna mwingine kama yeye. Kazi ya kuhudumia watu, ya kupambana na ufisadi, mwenye kazi hiyo ni Bwana Matiang'i akiwa pamoja na wenzake. Leaders who graced Ole Kenta's homecoming promised that Uhuru amesema kama mbaya yeye lazima akufe na Jubilee. Omba Mungu atusaidie na nyinyi mtuombee, tushikane kabisa, tuwe pamoja katika safari hii, tupate nafasi ya kuunga serikali ambayo itajali maslahi ya wananchi na serikali ambayo
itarejesha usalama kamili katika nchi yetu hii ya Kenya. Tulisukuma sana, wengine walikuwa wanatusukuma ndio wale wako kwa serikali sasa, kumbe walikuwa wanatusukuma kwa sababu walikuwa wanataka nafasi ya kuja kupora pande hii. Yanga, for the longest time Uhuru alikuwa akisit on the fence, but inaonekana sahi it is clear juu ile time kulikuwa na cabinet reshuffle, alafu some of the guys aligned to Uhuru waliingia government. Watu sasa walikuwa nafikiria sasa Uhuru ana sit on the fence, but sahi umeona it is clear that Uhuru ameungana na kina Rigiji. So inamaanisha au Mount Kenya leaders wote kama Uhuru, Rigiji, Martha Karua, Peter Munya, nani mwingine nimeacha, wote wako on the other side. So itakuwa very complicated kwa Ruto in terms of kupata hizo kura kwanza za Mount Kenya West. Chatumalizie hii ya Matiang'i, si that important sana, hiyo tunaweza skip. So tukienda pale Kajiado ilikuwa moto pale Kajiado Rigiji manze, Rigiji aliambia Ruto, I will teach you a political lesson. Ati alimwambia you know nothing, I will teach you politics next year. Abu sikia vile Rigiji anasema. And by the way, I don't want to brag, but I want to tell William Ruto, you don't know any politics. You know nothing. Bro, imagine. I'll teach you politics next year. Unambibi president. Imagine. Yes, ndio. Wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi. Unafikiria unajua mambo mingi sana. Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman. You have no other quality ya kudanganya wa Kenya. Mimi nitaungana na Wakenya wenzangu, Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembea, Martha Karua, Justin Muturi, Cleophas Malala, Senator Ole Seki, Mohamed Ali, another Kenyans of goodwill, Edwin Sifuna, Babu Owino, and together we shall liberate our country. We have no other country. Let's be honest. Let us be honest. Edwin Sifuna na Babu Owino, they have a strong foot in the political arena right now. How watu ndo wanasema sai, as in anywhere you go you mention Sifuna, you mention Babu, as in the crowd erupts too. Leo vile Rigiji amekuwa Kajiado imehappen, vile Kalonzo alikuwa I think alikuwa Mombasa ama alikuwa wapi, acha ni confirm hiyo video. Kuja pia bwana Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee. Atakuja pia ndugu yangu Eugene Wamalwa, leader wa DAP Kenya. Atakuja Justin Muturi aliyekuwa Attorney General wa Kenya na waziri na hata na speaker. Atakuja pia Sifuna. Gen Z hai. Gen Z hai. Sifuna atakuja bila shaka. Sisi ni timu moja. Sisi ni wana one term. Si ni kweli? Wana one term hoye. Nataka niwakumbushe, natumai hamjasahau, kuna wale walivote yes to the finance bill. Hao
asubuhi na mapema waende nyumbani. Kitu kingine mimi niko nataka niseme. Mnaniona vizuri? Mnaniona vizuri? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, leo tarehe 14 nasimama katika mji wa Mwatate nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na vile vile naibu kiranja wa walio watatu kwenye bunge la Senate. Thank you guys for watching. Let us meet in our next video. Thank you.